Katika episodi ya kwanza na episodi ya pili, tumeona mengi sana ya kusisimua. Sasa, tuendelee na episodi ya tatu ambapo tunaanzia upande mwingine. Tukio maalum linaandaliwa katika kampuni ambapo watu wote watakaohusika katika kukuza mauzo ya bidhaa wanaalikwa. Wakati wa tukio hilo, Yoo-jung naye anafika, kwani hapo awali alikuwa mfanyakazi wa kampuni hiyo kabla ya kuanza kufanya kazi dukani. Yoo-jung na Yeonju wanashangaa sana kuonana ana kwa mara ya kwanza katika mazingira hayo. Kisha wanajitambulisha rasmi na kusalimiana. Yoo-jung anapewa nafasi ya kujieleza mbele ya timu nzima. Anasimulia historia yake ya kazi na anaeleza kwa ufasaha jinsi atakavyosimamia mauzo ya bidhaa. Hata hivyo, kila anapomtazama Yeonju, hasira inamjaa moyoni. Baada ya tukio hilo, timu nzima inaelekea chakula cha pamoja. Njiani, Yoo-jung anapigiwa simu na Daehyun. Wakati wa mazungumzo hayo, Yoo-jung anazungumza kwa makusudi kwa ukaribu mkubwa na Daehyun ili kumfanya Yeonju ajisikie vibaya. Daehyun anamuomba Yoo-jung aje dukani kwa sababu anataka kuzungumza naye kuhusu jambo muhimu. Yoo-jung anamwambia hawezi kufika mara moja, lakini atajaribu kuja baadaye. Yeonju anaposikia hilo, anafikiri kuwa Daehyun anataka kumfukuza Yoo-jung kazi, jambo linalomfurahisha sana. Wakiwa mezani wakila, Yeonju anamuuliza Yoo-jung kwa nini, licha ya kupata kipato kizuri katika kazi ya mauzo, bado anaendelea kufanya kazi dukani. Yoo-jung anaeleza kuwa yeye hafanyi kazi kwa ajili ya pesa tu, bali kwa sababu anapenda kazi yake, anapenda kufanya kazi dukani na pia anampenda Daehyun. Kauli hiyo inamshangaza sana Yeonju na mazungumzo yao yanaendelea kwa mvutano mkubwa. Katika tukio linalofuata, wale vijana watatu waliokuwa wameiba awali wanafika dukani na kulipa bidhaa zote walizokuwa wameiba. Pia wanaacha barua ya kuomba msamaha kwa Daehyun. Inabainika kuwa yote hayo yalifanyika kwa ushauri na maelekezo ya Yoo-jung. Kupitia tukio hilo, Daehyun anaelewa ukweli kuhusu sababu iliyomfanya Yoo-jung awapige wale vijana. Baada ya wale vijana kuondoka, marafiki wa Yoo-jung, Hwang na Yeonju, wanafika dukani na kumweleza Daehyun ukweli wote. Wanamwambia kuwa siku ambayo Yoo-jung hakufika kazini, hakuwa ametoka kujifurahisha, bali alikuwa amechukua likizo kwa sababu ilikuwa ni kumbukumbu ya kifo cha baba yake. Siku hiyo alikuwa nyumbani akiwa na huzuni kubwa, ndipo wao walipoamua kumtoa ili kumpa faraja. Pia wanamweleza kwa undani kilichotokea chooni kwenye baa na kusisitiza kuwa Yoo-jung hampigi mtu bila sababu. Wanamfafanua kuwa Yoo-jung ni mtu anayepigana tu pale anapoona kuna dhulma na kwamba amekuwa akijituma kwa dhati kulinusuru duka lake. Wanamsisitiza Daehyun asifikirie vibaya juu yake. Katika tukio linalofuata, Daehyun anakwenda kukutana na Yeonju ili kutaka kujua ukweli wa tukio lililotokea kwenye baa. Anashangazwa na ukweli kwamba watu wote walikuwa wameanguka chini isipokuwa Yeonju pekee aliyekuwa amesimama bila kuumia. Anasisitiza kuwa jambo hilo ni muhimu sana kwa sababu maisha ya Yoo-jung yako hatarini, hasa kazi yake. Anaeleza kuwa kila kazi ni ya thamani, iwe ni ofisini au kwenye duka dogo, na hakuna mtu anayepaswa kupoteza kazi bila sababu ya msingi. Ingawa yeye ni meneja wa duka dogo la urahisi, Yoo-jung ndiye mfanyakazi wa kwanza aliyemwajiri kwa mikono yake mwenyewe. Hivyo, hataki kumfukuza kazi bila kuchunguza ukweli kikamilifu. Baada ya mazungumzo hayo, Yeonju anakiri kuwa Yoo-jung aliingia kwenye ugomvi, lakini anakubali pia kuwa Yoo-jung hakumpiga yeye, bali aliwapiga watu waliokuwa wakimnyanyasa. Baada ya kusikiliza ukweli huo, Daehyun anaamua kutomfukuza Yoo-jung kazi na anamweleza Yeonju kwa utulivu na uelewa. Kwa sababu hiyo, Yeonju hakasiriki, bali anafurahi, anamkumbatia Daehyun na hata kumbusu. Wakati huo huo, mama yake Yeonju anashuhudia tukio hilo. Yeonju anamuomba Daehyun aondoke haraka. Baada ya Daehyun kuondoka, mama yake Yeonju anamuuliza kijana huyo ni nani. Yeonju anamwambia kuwa wamekuwa wakichumbiana kwa miaka miwili, jambo linalomshtua sana mama yake. Katika tukio jingine, Yoo-jung anapiga simu na Daehyun anakwenda haraka hadi kituo cha polisi ambako Yoo-jung amekaa. Daehyun anaonyesha wasiwasi na kumuuliza kama ameumia, lakini Yoo-jung anasema yuko salama. Daehyun anaeleza kuwa kwa sasa Dalshik ndiye yuko dukani. Ndani ya kituo hicho cha polisi, kuna mwanaume aliyekuwa akilalamika kuwa mkono wake umevunjika na anasema hata mwacha Yoo-jung kirahisi. Polisi wanaeleza kuwa mwanaume huyo alikuwa akimsifu Yoo-jung kazini, lakini Yoo-jung alimkunja mkono. Yoo-jung anaeleza kuwa mwanaume huyo hakuwa akimsifu kazi yake, bali alikuwa akimgusa kwa nia mbaya.
Daehyun anamuomba msamaha mwanaume huyo kwa niaba ya Yoo-jung, lakini mwanaume huyo anakasirika zaidi anapogundua kuwa Daehyun ni meneja wa duka, akimlaumu kwa kutomfundisha mfanyakazi wake maadili ya kazi. Hilo linamkasirisha Daehyun, naye anamwambia mwanaume huyo wazi wazi kuwa alimnyanyasa mfanyakazi wake kingono, na licha ya hayo bado alikuwa tayari kumsamehe, lakini sasa hawezi kuvumilia tena. Anamtaka mwanaume huyo aombe msamaha kwa Yoo-jung. Daehyun kisha anamuonyesha polisi video ya CCTV inayoonyesha wazi kuwa mwanaume huyo alikuwa akimnyanyasa Yoo-jung kingono. Polisi wanathibitisha kuwa ushahidi huo unatosha kufungua kesi. Mwanaume huyo anaogopa sana na kuanza kuomba msamaha. Daehyun anamshinikiza aombe msamaha moja kwa moja kwa Yoo-jung, jambo analofanya. Baada ya hapo, Daehyun anaamua kutofungua kesi na anaondoka na Yoo-jung. Wakiwa njiani, Yoo-jung anamuuliza Daehyun kwa nini alimsaidia ilhali yeye aliwahi kumsumbua mpenzi wake Yeonju. Daehyun anamwambia kuwa anajua Yoo-jung hana hatia, lakini alipaswa kusema ukweli mapema. Yoo-jung anaeleza kuwa maisha yamemfundisha kuwa ni bora kuvumilia kuonewa kidogo kuliko kuwa na matumaini na kuishia kuumizwa. Anaeleza kuwa hana wazazi, alifukuzwa shule na watu wengi humchukulia kama muongo na hawamwamini. Maneno hayo yanamgusa Daehyun, naye anamwambia Yoo-jung kuwa yeye anamwamini. Hilo linamfurahisha sana Yoo-jung. Daehyun pia anaomba msamaha kwa yaliyotokea kwenye baa. Yoo-jung anasema anamuonea wivu Yeonju kwa sababu ana mtu wa kumwomba msamaha kwa niaba yake. Baadaye Daehyun anamkemea Yoo-jung kwa kumpiga mwanaume yule badala ya kuripoti tukio hilo moja kwa moja polisi. Yoo-jung anashangaa kwa nini Daehyun anamkasirikia, lakini Daehyun anaeleza kuwa hakasiriki, bali anamkosoa kwa sababu anamjali. Anaeleza kuwa maadamu Yoo-jung anafanya kazi kwenye duka lake, yeye ni mlezi wake, na endapo atafanya makosa hata nyamaza, bali atamkemea kwa sababu ni wajibu wake. Maneno hayo yanamfurahisha sana Yoo-jung. Daehyun kisha anauliza kama kweli Yoo-jung ni hodari katika kupigana na anamtaka ajaribu kumpiga. Baada ya kumshawishi, Yoo-jung anamkanyaga usoni na kumtoa damu. Hapo Daehyun anatambua maumivu ambayo watu wanaopigwa na Yoo-jung hupitia. Baada ya hapo, Yoo-jung anakimbia kuelekea kituo cha basi, akiwa anakumbuka jinsi baba yake wa zamani alivyokuwa akimkemea kila alipokosea, akimwambia kuwa alikuwa akimkemea kwa sababu ya kumpenda sana. Anakumbuka kuwa baada ya baba yake kufariki, Daehyun ndiye mtu wa kwanza mwingine aliyewahi kumkemea kwa upendo. Kwa sababu hiyo, Yoo-jung anahisi furaha kubwa moyoni. Katika tukio linalofuata, mauzo ya duka la Daehyun yanaongezeka mara 3, jambo linalowafanya wazazi wake wawe na furaha kubwa sana. Wakati huo huo, Yoo-jung anachaguliwa kuwa mfanyakazi bora wa mwezi kutokana na bidii yake kazini. Kwa furaha hiyo, Daehyun anamzawadia maua na Yoo-jung anafurahi sana kuyapokea. Baada ya hapo, Yoo-jung anasema kuwa amefanya kazi kwa bidii sana dukani, na kwa kuwa amekuwa mfanyakazi bora wa mwezi, anataka kusherehekea kwa kubebwa mgongoni. Anaanza kusisitiza hilo na Daehyun anakubali kwa masharti kwamba atambeba kwa sekunde 3 tu. Yoo-jung anakubali, naye Daehyun anambeba mgongoni. Baada ya sekunde 3 kuisha, Daehyun anamuomba ashuke, lakini Yoo-jung hakubali kushuka, bali anamkumbatia kwa nguvu zaidi. Wakati huo, Yeonju anawasili ghafla na wote wawili wanashangaa sana kumuona. Na huu ndio unakuwa mwisho wa sehemu hii ya 3. Sasa, sijui nini ambacho kitakwenda kufuata hapo. Kipi ambacho Yeonju atahisi baada ya kukuta mpenzi wake amembeba mwanamke mwingine, tena wakiwa na furaha sana. Sijui atachukua maamuzi gani. Itambulike kwamba anampenda sana Daehyun, lakini pia kwa upande wa mama yake Yeonju, atakubali kweli penzi la binti yake pamoja na Daehyun? Basi hayo yote majibu yake utayapata kwenye sehemu ya 4 ya mkasa huu wa kusisimua sana. Kikubwa, endelea kuwa nasi sambamba mpaka mwisho wa series hii. Pia hakikisha una subscribe channel hii ya Mr. D Swahili Movie, una like, kushare na kutoa maoni ili usipitwe na mwendelezo pamoja na video mpya.